Nilikuwa nikitembea kwa kasi kubwa na kisha nikajikuta karibu na makaburi yetu ya mtaa. Nilipofika kwenye makaburi haya, niliona kikundi cha watu wakitoka kwenye makaburi hayo, lakini ilikuwa usiku sana. Niliona kuwa watu hawa walikuwa na miili ya kiroho pamoja na miili mbadala isiyokuwa miili ya kawaida. Watu hawa ambao walikuwa wakitoka makaburini hawakuwa wanadamu wa kawaida. Nilikuwa nikitazama wakati ambapo niliona mtu ambaye ameketi kwenye kiti kwenye lango la makaburi akiwa na kitabu ambacho kinaonekana kama kitabu cha usajili kikiwa mezani kwake. Niliona kuwa viumbe hawa ambao walikuwa wakitoka makaburini walisimama kwenye foleni mbele ya huyu mtu ili kusaini katika kitabu chake cha usajili kabla ya kutoka makaburini. Hawa roho wa makaburini walikuwa tayari kutoka ili kufanya kazi katika ulimwengu wa mwili. Kabla ya hapo, ilibidi waandikishwe majina yao kwenye kitabu kabla ya kutoka makaburini. Wakati kiumbe wa kwanza aliposaini kwenye kitabu hicho, nilimuona akitoka makaburini hadi katika barabara. Nilikuwa naangalia roho hii. Niliona kwamba imechukua mchanga kutoka ardhini na kunyunyiza mchanga huo hewani. Haraka nilimuona huyu pepo akiingia ndani ya mchanga na kugeuka kuwa mtu wa mwili. Niliona kuwa pepo huyu alikuwa amevaa mwili wa mwanadamu kwa sababu ya mchanga aliyokuwa ameutupa angani, na alikuwa amekuwa mwanadamu kwani sasa alikuwa na sura ya mwanadamu. Kiumbe wa pili aliyetoka makaburini alipitia mchakato huo huo wa kunyunyiza mchanga hewani na pia akawa mwanadamu wa mwili. Walakini niliona kwamba kiumbe huyu alikuwa mwanamke mzuri sana na mwenye nywele nyingi. Alikuwa amevaa nguo za kubana na ameshika begi kama mwanamke wa kidunia. Nilimwona mwanamke huyu ambaye alikuwa pepo akitembea barabarani usiku. Wakati huo ambapo ghafla dereva aliyekuwa akipita alisimamisha gari lake ili kubageni bila kujua kwamba alikuwa pepo, sio binadamu. Wakati huo huo, pepo hawa waliendelea kutoka kwenye makaburi na walikuwa wakichukua sura ya binadamu na kuwa na mwili. Niliona mmoja ya pepo hawa wakiondoka makaburini na picha ya mtu aliyekufa ambayo aliichukua kutoka kaburini. Nilimwona pepo huyu akiingia kwenye picha ya mtu huyo aliyekufa. Mara moja alichukua sura ya mtu huyo kwenye picha na alikuwa sawa kabisa na yule mtu kwenye ile picha. Niliogopa sana jambo hili baya. Wakati huo huo, pepo wengine zaidi walikuwa wakitoka makaburini kufanya kazi katika ulimwengu wetu, na niliamua kukimbia. Baada ya kuhamia mbali na mahali hapa, nilifika katika mkoa mwingine wa mji mkuu. Ingawa ilikuwa usiku wa manane, kwa mshangao wangu niliona kuwa kuna soko na watu wengi wananunua na kuuza. Nilijisemea, hakuna soko kamwe mahali hapa wakati wa mchana na katika ulimwengu wa mwili. Lakini hawa watu wote wanatoka wapi? Mpendwa, hili lilikuwa soko kubwa lililojaa watu. Niliamua kuondoka. Wakati nilikuwa naondoka kwenye soko hili la wachawi na mapepo wabaya, niliona kundi la watu likija kuelekea sokoni. Walikuwa na pamba masikioni mwao na puani. Niliona kwamba walikuwa wakiondoa pamba hizi puani na masikioni mwao, na walifurahi kujumuika sokoni pale. Nilistaajabu sana na nikaendelea kukimbia. Nilikuwa nikilia na kusema, ni nini kinanitokea? Nilikimbia usiku kucha juu ya jiji. Niliona watu mashuhuri na watu maarufu ambao walikuwa tayari wamekufa. Mioyo yao ilikuwa ikitangatanga mjini. Watu hawa hawakuwa tena na mwili, kwani miili yao ilikuwa imezikwa tayari, lakini walikuwa na akili zao, kumbukumbu zao na sababu zao kama mimi. Baada ya kukimbia kote mjini, nilikuwa nimechoka sana hadi nikaomba. Nikasema, Bwana, ikiwa nimewahi kukutumikia,
tafadhali niokoe. Wakati nilipofanya maombi haya, haraka taa ilishuka kutoka mbinguni. Nikasikia sauti katika nuru iliyokuja kwangu. Sauti ikaniambia, mwanangu, usiogope, kwani umechaguliwa na Mungu kuwa shahidi wa mambo ambayo utaona, na tutasafiri kwenda kuzimu ili uweze kuuambia ulimwengu kuwa kuzimu ni halisi, hukumu ni ya kweli na nguvu ya shetani ni ya kweli. Wale wanaokataa njia zangu wataangukia sehemu ile ya kutisha iitwayo kuzimu. Kuna neema kwa walio hai kuokolewa, lakini hakuna nafasi tena kwa ajili ya waliokufa. Bwana alinishika mkono na kusema, lazima sasa tusafiri, na akanipeleka kwenye mlima mrefu ambapo kulikuwa na viti viwili. Nikaona kwamba Bwana alikuwa amevaa vazi jeupe na mkanda wa dhahabu ulio na maandishi ya Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Juu ya taji yake iliandikwa Bwana Yesu Kristo. Mwili wake ulikuwa wa wazi, yani usioshikika, na pia wa dhahabu. Niliweza kumwona katika vipimo vyote. Bwana hakuwa mweupe au mweusi, lakini ni dhahabu na kuangaza. Kulikuwa na damu katika mashimo ya mikono yake. Bwana alinionyesha dunia iliyokuwa gizani. Akaniuliza, mwanangu, unaona nini? Nikasema, sioni chochote. Kisha akavuta jiwe jeupe kutoka kwenye nguo yake na akaliweka kwenye macho yangu. Hapo ndipo niliweza kuona mataifa ya ulimwengu. Niliona watu na wanyama. Niliona akili za wanadamu na mioyo ya watu. Niliona watu wengi wakienda makaburini kuzika wapendwa wao, lakini niliona roho za wapendwa wao zikiwa juu ya jeneza zikiwafuata. Watu hawa ambao walikuwa wamekufa walikuwa wakijaribu kuzungumza na wapendwa wao ili kuwaambia wako hai, lakini walio hai hawakuweza kuingiliana na kuwasiliana kati ya roho za watu ambao walikuwa wamekufa na wanaotangatanga duniani. Nilimwona mtu ambaye alikuwa amekufa duniani. Niliona kwamba mtu huyu alikuwa na minyororo juu ya mwili wake. Kulikuwa na minyororo kwenye shingo yake, miguu na mikono, na nikaona watu ambao walikuwa wamevaa nguo nyeusi. Watu hawa walikuwa wakimvuta mtu huyu ambaye alikuwa amefungwa kwa minyororo kama mbwa.